smart. Yaani ukikuta shule kwako unaona kuna muda fulani mtumishi alikuwa anazungumza pale. Anasema mwalimu haruhusiwi kufuga ndevu. Watu wataguna. Ukikutana na mwalimu amefuga ndevu, huyo sio mwalimu. Alipotea njia. Yaani alipotea njia. Mwalimu amevaa ovyo ovyo, huyo sio mwalimu. Professional ya mwalimu lazima awe na haiba nzuri, muonekano mzuri. Kwa ukikuta na madevu wana misuli ya ovyo ovyo, sketi za ovyo, huyo kapotea njia. Hakutambua uwezo wake. Bwana Yesu sana. Unataka mambo, unakuta ndani unapenda sana mambo ya ufundi na nini? Maana kuna mtu inabidi akasomea mambo ya ufundi. Mambo ya ufundi. Kwa kila mtu alipo, using'ang'ane na ambacho huna uwezo nacho. Angalia ndani umewekewa uwezo gani. Jamani, amina. Amina. Lakini jambo lingine katika yale matatu. Jambo lingine, vipaumbele. Vipaumbele. Tumemaliza maneno. Tupo kwenye vipaumbele. Ili mwanafunzi afanikiwe, lazima awe na vipaumbele vichache. Andika. Ili mwanafunzi afanikiwe, lazima awe na vipaumbele vichache. Kwa nini? Awe na vipaumbele vichache. Maana itamsaidia kuwa na muda wa kutosha wa kujisomea na kujiandaa kwa ajili ya mitihani. Na vipaumbele vyako vilenge ndani ya miaka 2 kwa wale kwa mbali na form 6, ndani ya miaka 3 kwa wale wa chuo, 4 au 5 kwa form 4 na kuendelea. Kwa unatakiwa ujipangie ndani vipaumbele vyangu. Kuanzia huu mwaka nianza form 1 mpaka mwaka huu itakuwa ni kuhakikisha kwamba nasoma, nafanikiwa na kila hatua ninayoenda niweze kufaulu. Sasa watu wengi sana kwenye eneo la vipaumbele wanachanganya mambo. Ukiwa shuleni uwe na kiasi kwenye mambo mengi. Yaani kuna mwanakasiata tawabi, football yupo, volleyball yupo, klabu ya ukimwi yupo, klabu ya PCCB yupo, CDD yupo, kwenye matukio yupo. Hatutaki wanakasiata wa hivyo. Uwe na vipaumbele, kila kitu kiwe na kiasi. Yaani mnasafiri huko, si wapi huko, wanakasiata ili tufaulu. Tusiwe na mambo mengi shuleni. Punguzeni vipaumbele wanangu. Madisco hupo, wapi hupo, kwenye watu wa migomo hupo. Watu kipaumbele chako ni migomo. Kuta kijana wa kasiata tayari, wa kike wa kiume. Kama nilivyozungumza simu. Sasa form 1 unamiliki simu. Yaani twende tu kwenye walisia. Form 1 unamiliki nini? Naomba wadada mnijibu wenyewe. Hivi kwa haraka. Anachopata ni faida ni hasara? Yaani kipaumbele cha form 1 huko form 1 kipaumbele chako ni kumiliki simu, uchati na Hamisi. Upewe lift ya bajaji. Upewe lift ya boda. Uwe chips cup. Tena nazo chips cup. Ndio kipaumbele chako. Yaani kipaumbele chako ni kula chips ili upoteze hatima yako. Are you serious? Vijana. Yaani kipaumbele chako ni kutongoza mademu tu. Mwanangu wewe demu nimemwelewa. Ngoja nimwendee bwana. Mwanakaseta huyo. Yaani anashindana na wapagani kutafuta mademu. Alo, haupo shuleni kutafuta mademu, uko shuleni kutafuta elimu. Utafuta elimu sio mademu. Bwana Yesu sana. Tunahitaji watu wenye vipaumbele vichache. Yaani wao wenzako wanasoma huko kwenye football. Wenzako wanasoma huko kukemea pepo. Na ili walezi naomba niwaambie, ni marufuku mwanakasi atatayoni. Watu wanasoma darasani mnasema kakemea pepo. Hao ni marufuku. Mtanielewa tu. Ni marufuku. Hapo mtu mwenyewe ni mroho. Hajaokoka. Mwalimu wa physics anafundisha kanuni pale. Alafu pepo na lenyewe nimesubiri mwalimu wa physics asemeke, "Tuchwiche." Hilo pepo lisubiri kwanza, wanafunzi wamalize kipindi ndio waende wakakemea pepo. Wanakasiata ni maarufu sana kukemea mapepo shuleni. Ile ni maarufu pia sana kwa kufeli shule.